I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning. Alhamdulillah alladhi manna alayna bi ni'mati al-Islam wa awjaba alayna ta'alluma ma nahtajuhu min al-ahkam, was-salatu was-salamu ala sayyidil anam سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله كما قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala anifanyie pesi kazi ya kusimama hapa kwenye mimbar tukufu, aniondolee kitanzi katika ulimi wangu ili nyinyi waumini wenzangu mpate kuelewa yale machache atakayonijalia kuyazungumza katika muda mfupi, na wahusieni kama ambavyo ninahusia nafsi yangu tushikamane na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amesema, enyi waumini, mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha na msife isipokuwa mkiwa mko ndani ya Uislamu. Ama mukaddima umeshazungumza mambo mazito, na mimi nitachukulia mukaddima ule kama uendelezo wa mada, na nitakwenda moja kwa moja katika sehemu ya aya. Sitachukua aya nzima, nitachukua sehemu ya aya ya surati al-Baqara 185. Aya ina maelezo mengi, lakini mimi nataka hapa sehemu ya aya. Mwenyezi Mungu anasema yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Hii ni katika aya za mwezi wa Ramadhani, kwamba kuletwa kwa Ramadhani ni kwamba Mwenyezi Mungu anawatakieni mepesi, hawatakieni mazito. Ukiangalia sehemu hii ya aya unaona mambo kama yako kinyume. Hivi Mwenyezi Mungu anapotuambia anatutakia mepesi, hatutakii mazito, mbona kama anazungumza kinyume? Ukiangalia kushinda na njaa jepesi hili, kushinda na kiu na maji unayo, unayaona jepesi hilo. Mtu wako wa halali kabisa, mkeo au mumeo, unaambiwa muda huu mpaka muda huu hakuna, hata uwe vipi hakuna, jepesi hilo. Unaona kama mambo mazito, na kuna wengine wanaoambia mwezi uishe haraka ili warudi kwenye mambo yao wanayoona mepesi. Tarehe ngapi leo? Bado. Mtu anauliza tarehe, alafu anakuambia leo bado, wakati wengine wenye uchamungu wao wanaona siku zinaenda mbio kwelikweli. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Leo tuishi katika kisehemu hiki cha aya. Tuna kitafsiri vipi kisehemu hiki? Ni vipi Mwenyezi Mungu anatakia mepesi na sio mazito?
Tunaangalia swala hili katika mitazamo miwili. Moja, kuna mambo ambayo Waislamu tunatakiwa tuyatekeleze, lakini ni mazito sana kuyatekeleza. Mambo ambayo tunatakiwa tuyatekeleze, lakini mazito sana kwa binadamu kuyatekeleza. Lakini mambo hayo mwezi wa Ramadhani yanakuwa mepesi kweli kuyatekeleza. Nitatoa mfano. Na vile vile upande wa pili, kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyaache, lakini ukishajiingiza katika mambo hayo yanakuwa ni mazito sana kuyaacha, ila Ramadhani ikija yanakuwa mepesi kuyaacha. Mimi nitakaa hapa katika khutba ya kwanza, nitaanza na hili la kwanza. Nitoe mfano ni mambo gani mazito sana baadhi, lakini yanakuwa mepesi sana mwezi wa Ramadhani kuthibitisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. La kwanza, nianze na swala. Swala nzito sana. Hata mwenyewe Mwenyezi Mungu amesema innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Swala ni kitu kizito bwana, isipokuwa kwa wenye khushui, wenye unyenyekevu wa moyo. Ukimwambia bwana twende tukasali, bado sipo vizuri, ataeleza mambo mengi. Unajua nguo zangu sijui zimefanya nini, au unajua bwana Mwenyezi Mungu hajamjaalia Sheikh, hajajaliwa eti kwenda kuswali, anasubiri kama wenzetu wanaosubiri Roho Mtakatifu akupande, sijui Roho Mtakatifu akuingie ndio uweze kuelewa maswala. Basi mtu yuko namna hiyo. Lakini angalia Ramadhani ina nguvu gani. Ikishafika tu watu wanatafuta vikoi, wangu kikoi changu kile sina. Ushafika Ramadhani, kanzu zinatolewa, zinanuka dawa ya mende, zimetoka kwenye masanduku. Allahu akbar. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Inakuja hapa. Angalia mwezi wa Ramadhani, waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanaenda msikitini. Waja wa Allah wameitika wito, wanaswali swala zote, misikiti inajaa. Ndio hapa tunasema yale mnayoona mazito kuyafanya, basi mwezi wa Ramadhani utaona yanakuwa rahisi sana kuyafanya. Huo mfano wa kitu kimoja. Labda nitoe mfano mwingine mdogo tu wa pili. Kwa upande haswa wa dada zetu, na wapo kule nyuma wananisikia, stara nzito kweli kweli, stara. Yaani mtu kujistiri anaona tabu. Lakini angalia mwezi wa Ramadhani ukifika, yaani mtu lazima, hata wengine hata kuvaa kwenye Kiislamu hawajui, lakini atatafuta hata kitambaa kimekaa kama sambusa hivi, anakizungushia kimebanwa na piga pwiki. Lakini wasema Allahu akbar, alhamdulillah. Sisi tunaopita mashuleni mpaka unashangaa, unajiuliza hivi huyu madam naye ni Muislamu? Kumbe siku zote huwezi ukamjua kama dada ni Muislamu, mwalimu. Mwezi wa Ramadhani sana na huyu naye ni Muislamu, kwa sijui. Wallahi wanajitahidi, stara wanakuwa nayo. Barabarani huko unawakuta watu wengine mita ndio inateleza, inaanguka, anaokota hivyo anaurudisha tabu, lakini angalau wanajistiri. Sasa hawa ndio wageni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wageni hawa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao walikuwa wameghafilika, Ramadhani ikawashtua. Na ukimwona mtu anakuja alikuwa hajihusishi na masuala ya Uislamu, lakini Ramadhani imekuja, ameheshimu hiyo Ramadhani, akarudi ameheshimu mwezi wa Ramadhani, akawa anajistiri, basi Mwenyezi Mungu anasema ukiona mtu
yu'azzimu sha'air Allah, anaheshimu mambo yanayohusiana na Mwenyezi Mungu, dhalika min taqwa qulub, hiyo ni katika uchamungu wa moyo. Huyu mtu ana kambegu ka uchamungu, kambegu kale kama tutakaa naye na kukanyweshea katamea kale, na pengine 12 ikifika tunaendelea kuwapa watu mawaidha maneno ya Mwenyezi Mungu, kanakuwa kale, na huenda katika 13 kakakomaa kabisa, na mtu akawa amebaki kama alivyo, na akawa amefikia lengo lile la la'allakum tattaqun. Imeletwa Ramadhani ili mfikie level ya uchamungu. Huo ni mfano wa mazuri ambayo ni katika Uislamu tunatakiwa tuyafanye, lakini yanakuwa mazito. Lakini mwezi wa Ramadhani nyoyo zinakuwa nyepesi, yanakuwa mepesi kabisa kuyafanya. Tunachotakiwa ni kwamba baada ya hapa tusiondoke, na vile vile wale watu wenzetu walioghafilika, jamani, wageni wa Allah, tuwaonyeshe upendo. Misikitini humu tunafukuza watu. Mtu amekuja, ndugu yako alikuwa kaghafilika, haswali, basi amekwenda pale kwenye sehemu ya kutawadhia, anaanza kutawadha, mwingine kwanza hajui anzi wapi, anakukuta ndio unapaka maji kichwani na yeye anaanzia hapo hapo, basi ndio unamtolea macho, unamshangaa. Mtu anatamani kukimbia huyo jamaa, mbona ananishangaa hivi? Na wengine maneno kabisa, na wewe pia umekuja. Ndio nyinyi mnaokuja kwenye Uislamu kwa msimu kama senene. Ni maneno yanakutoka mpaka mtu anakuwa anaona msikiti wenyewe pia si utaki. Hapa ndio kwa kuonyeshana mahaba, pa kuelekezana. Mwenzako hajui, unamuelekeza. Hana nguo nzuri ya kuswalia, unazo 2, mpe. Mahaba yale ya Uislamu ndio tunatakiwa tuwe nayo sasa hivi, na sio kuanza kukejeliana, kushangaana na kufanya nini. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ama la pili ni lile ambalo ni zito kuliacha, lakini mwezi wa Ramadhani inakuwa nyepesi sana kuliacha. Nitatoa mfano mmoja, ulevi. Bwana, mtu akishakuwa na urahibu wa ulevi, yaani mwambie bwana acha pombe, anakuambia mimi natamani kuacha, lakini nikiacha najisikia kimuhemuli, ninatetemeka, yani najisikia kufa tu. Na nikishapata ile asubuhi lazima nikazimue sijui na nini, siwezi, niombee dua shekhe, niombee dua niache. Lakini Ramadhani ikifika sijui kunatokea kitu gani. Mtu anaacha pombe mwezi mzima, siku 29-30, na hatetemeki wala hafi. Huyu mtu alikuwa anarudi saa 8 usiku, kesho upaka, wewe mwanamke fungua, fujo. Lakini sasa hivi anarudi saa 12, kesho wae nyumbani. Tena anarudi na zawadi, huko kashika tende, huko kashika machungwa, mpaka watoto wanamshangaa, hivi ndio dingi mwenyewe huyo, huko amekwaje? Dingi amekuwa binadamu. Kuna wanawake wanaombea Ramadhani ingekuwa mwaka mzima jinsi mume wake alimbadilisha. Ramadhani ina nguvu gani? Maneno ya Allah, sadaqallahu alazim, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mwenyezi Mungu anatakia mepesi na sio mazito. Angalia sasa, huyu mtu kaacha pombe, huyu ndio kumwaidhi sasa, kumpa maneno ya Mwenyezi Mungu. Maneno ya Mwenyezi Mungu yana rahma, mtu akiyasikiliza na akielewa. Ndio maana tunaambiwa idha quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hapa mwisho inaposoma Qur'an, maneno yana nguvu, ya nyamazeni na myasikilize ili mpate rehma. Mtu anasikiliza maneno yale anapata rehma na anabakia katika Uislamu, harudi tena kwenye pombe. Wacha wale wenye urahibu wa sigara. Mtu anakuambia asubuhi mpaka saa 12 amekata pakti imekwisha, lakini mwezi wa Ramadhani na wakati ule mwambia basi nikiache najisikia hivi, hata msalani hakuendeki.
lakini anaacha asubuhi, jioni hatetemeki wala afanye nini. Kasoro yao kufuturu. Sasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaenda chobi anafuturu moshi, lakini angalau kapunguza, mapafu yamesalimika. La mwisho ambalo ni zito kuliacha, zina. Jamani, la taqrabu zina. Haya nzito hivi, subhanallah. Mtu akishazoea masuala hayo, la ilaha illa Allah, haachi bwana. Lakini angalia Ramadhani ikifika ina nguvu gani? Watu wanaagana, mtu anaaga kimada. Mmeandama huko, umesikia? Tena Waarabu ishaanza huko. Kwa hiyo leo mimi ndio tunaachana inshallah, na ninakublock. Sitaki hata kuona watu wanablokiana kabisa. Pengine mwezi ukisha salama, ukiandama labda ndio taniona. Yaani keshapanga kurudi, lakini huu mwezi. Ndio tunasema sasa, huyu mtu akija akipata maneno ya Mwenyezi Mungu sawa sawa. Ndio watu tunaambia watu mje kwenye darasa za mwezi wa Ramadhani. Hapa tuna darasa, tunazungumzia aya 6 tu za mwezi wa Ramadhani, kuanzia Al-Baqara 183 mpaka 188. Hizi mtu akizisikiliza zilivochambuliwa na akawa na attend class, huyu jamaa akirudi tena, huyu ni miongoni mwa waliopigwa mihuri. Lakini mtu anaacha zinaa na anarudi kwa mke wake, michepuko hamna, mahaba yanarudi nyumbani. Mtu ufikiria kuna mwingine mlevi na hapo michepuko vyote kaviacha, anakuwa binadamu yeye. Yani hii serikali mimi wanaiambia, mngelijua huu mwezi wa Ramadhani unapotengeneza raia wazuri, mngeupigia kampeni sana. Ramadhani unatengeneza raia wazuri, kibaka anapumzika. Kibaka Ochile mwanangu, lakini ndo nimefunga sasa. Anaiangalia inapita. Makuli wameacha matusi. Wewe ukienda bandarini, afadhali sasa hivi teknolojia, makuli wakapungua, lakini zile za makuli, ukitaka matusi, dictionary ya matusi uko wale usende na babako salamu zao matusi, hivi ni matusi. Lakini unakuta kuli amefunga, anabeba mzigo hivi, wenzake wanamporomosha matusi. Na anasema nimefunga. Akienda hatua 2 anakuambia subiri Ramadhani ishi. Yani hapo ndo anapiga tarawih ya matusi au anakava topic. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qaa'il 'alim fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا بزمو إسلام katikati ya khutba mbili. Maghfira yanakubalika sana, imesisitizwa tuombe msamaha katikati ya hizi khutba mbili. Msamaha inakubalika sana, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. Nawahusieni tena enyi waja wa Allah kama ambavyo najihusia mimi mwenyewe, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia muda wangu huu mfupi katika khutba ya pili, nisisitizie moja tu. Tumeona kisemu cha aya, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mambo mazito kuyafanya, tunatakiwa kuyafanya yanakuwa mepesi sana mwezi wa Ramadhani, ili tuchukulie mazoezi tudumu nayo. Hii ni haramu. Sasa mwezi wa Ramadhani akaongeza katika mwezi huu, ni haramu kula hata chakula cha halali, ni haramu kunywa hata kinywaji cha halali, ni haramu hata mke wako na mume wako halali, muda huu haramu. Sasa na ukasema sami'na wa ata'na, tumesikia ya Allah. Sasa siku ukirudi kwenye maasi kwa juhudi na maarifa,
unarudi tena. Manake ni kama ulikuwa unamwambia Mwenyezi Mungu, yani ukinikataza naweza tena hata vya halali. Kwa hiyo nishakuonyesha sasa, si nishakuonyesha kwamba naweza, nishakuonyesha sasa, narudi kuendelea na mambo yao. Lakini uwezo, kwa nini mpaka wadhaifu wale wa imani walioghafilika wanarudi mwezi wa Ramadhani? Mtume anatuambia katika huu mwezi wa Ramadhani shaitani kafungiwa, mashaitani yamefungiwa. Sasa ukimuona mtu yani shetani kafungiwa lakini bado hataki kurudi, yani mtu anaitwa Ramadhani lakini hajafunga, mtu anaitwa saumu lakini anakuambia hajauona, ujue huyo sasa ni tia maji hasikii, na shetani kafungwa. Huyu shetani tushaambiwa inna shaytana lakum aduwwun mubin. Muislamu huwezi ukawa na excuse mbele ya Allah uende ukamshtakia shetani. Huwezi kwamba sasa wewe Mwenyezi Mungu ulikuwa unamaanisha nini? Unataka tukuamini wewe, imani yetu iwe kwako, alafu ukatuwekea huyu jamaa atuharibie tu imani. Ulikuwa una maana gani? Si ungemkili tu, ungemuua tukakuamini kweli. Sasa anakuja anatupotosha. Mwenyezi Mungu atakwambia, bwana nilishakwambia inna shaytana lakum aduwwun mubin, shetani ni adui kwenu, sijakwambia wewe? Halafu la pili nilishawaambia inna kaida shaytana kana dhaifa, shetani ana vitimbi lakini vitimbi vyake ni dhaifu. Kama kakupata wewe, manake wewe ulikuwa mdhaifu kiimani. Ukiwa strong katika imani, shetani hakuwezi. Mungu anasema dhaifu vitimbi vyake, kashindwa hata na wanawake. Mwenyezi Mungu anasema inna kaida kunna adhim. Mungu anawaambia wanawake inna kaida kunna adhim, nyie vitimbi vyenu wanawake nyie vikubwa, mmekubuu. Sasa mwanamke vitimbi vyake vikubwa, shetani vitimbi vyake dhaifa. Alafu wende ukaambia Mwenyezi Mungu shetani wewe shetani dhaifu. Nikatoa mfano mmoja hapa siku moja kwamba unakuta jitu limetoka kule lina miaka 20 linakuja linalia, wewe nini? Nimepigwa kule. Nimepigwa. Umepigwa na nani? Unatoka huyu anayempiga huyu jamaa nani? Unakuta katoto kana miaka 5 kamevua shati, njoo kumalize. Manake sasa huwezi kusikitika, utacheka, yani wewe fara, yule mtoto ndio anakuuliza yule. Na wewe hivyo ukifika mbele ya Mwenyezi Mungu unasema shetani dhaifu ndio amekweza yeye. Pita huku, unapitishwa kushoto, unaenda kuingia finali jana. Kwa tusimsingizie shetani. Haya, shetani na udhaifu wake kafungwa, lakini hapa alipofungwa mwanangu ana usongo, anasubiri watu wakirudi. Ndio utakuta mtu siku ya Eid na graduation imeisha na kufeli hapo kafeli. Yaani ukitaka kujua waliofaulu utawaona na waliofeli utawaona siku ya Eid. Wale wanaokwenda kulipiza kisasi cha maaswi. Kimwambia nini upiro gani wewe? Kwa neema hii ya Uislamu hatuna budi kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni amri tumeambiwa, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tunamuomba Allah atafari nyingi sana maswahaba waliofanya kazi kubwa kueneza Uislamu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hususan mahalifa wanne, miongoni mwao Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, wala Amirul Mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, wala Amirul Mu'minin Sayyidina Uthman bin Affan, wala Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kheri nyingi sana ziwaendee maimamu waliofanya kazi kubwa kutufundisha Uislamu kwa manhaji mbalimbali,
mashehe wakubwa waliotangulia na maustadhi wakubwa, lakini vile vile Mungu awape rehema nyingi mashehe wetu waliopo bado wako hai na maustadhi wetu ambao wanafanya kazi kubwa sana ya kupigania Uislamu japokuwa hawalipi. Na sisi tusisahau kujiombea, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema id'uuni astajib lakum rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.